Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa. Ninatumai kwamba tuko wazima kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kuna jambo ambalo ningependa nikukumbushe wewe rafiki yangu unayezidi kunifuatilia siku zote. Nataka nikukumbushe ya kwamba wewe unayeingia kanisani, kaa ukijua kwamba wale unaohudumu nao hapo kanisani, hao ndio wa kwanza kukuchimba wewe. Hao ndio wa kwanza kukuangamiza. Hao ndio wa kwanza kufanya mpango wa wewe kuangamia. Hao ndio watakaofanya njia rahisi sana ya ndoa yako kuvunjika. Hao ndio watakaotoa mpango wa kukutafutia mwanamke au mwanaume. Hao ndio watakaokuwa wa kwanza tena kukuja kuvunja hiyo ndoa. Hao ndio watakaokuwa wa kwanza kukuwania uongozi pale madhabahuni. Hao tu ndio watakaoongoza tena idara ya kukuondoa kwenye huo uongozi. Na hawatakutoa katika huo uongozi eti kwa sababu wanataka kukutoa, hapana. Wanakutoa kwa kukuua. Sasa jichunge sana wewe uliye pale madhabahuni. Hivi karibuni utakula sumu. Hata kuna mwingine ameshakula sumu, slow poison. Inamuendea polepole, within wiki 2-3 atakuwa ameenda. Jichunge sana wewe unayependa kukula kila wakati. Ukiingia katika kila nyumba, wameweka pale chai, umekimbilia. Ukiingia pale kwa ugeni, wewe ndio wa kwanza kukimbilia cha kukula, kinywaji wewe ndio wa kwanza. Hujui vimetoka wapi. Jifunze kutafuta ya kwako. Acha kukula vya bure kila wakati. Vya bure vitakuweka bure, maisha yako yote yatakuwa ya bure. Utaenda bure, uache familia yako ikihangaika. Utamwacha mke wako akiwa binti mrembo, atasumbuliwa na watu bure. Utamwacha mume wako akiwa mrembo, atahangaika siku zote akibaki kuwa mume mjane kwa sababu ya tamaa zako. Kwa hivyo jichunge sana. Hayo ndio madhabahu tuliomba siku hizi. Wenye wivu kali wapo pale madhabahuni. Wenye roho mbaya, wauaji wenyewe, wachawi wakubwa wako makanisani siku hizi. Liwe kanisa la kiroho, lisiwe kanisa la kiroho, iwe ni ministry, iwe la aina gani, bora ni kanisa. Shetani ndiye kiongozi wao. Mbele yao wamejifunika katika ngozi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali. Lakini ipo siku moja tutakuja kuwatambua kwa matunda yao. Na ipo siku moja wakati Bwana atakuja kutufanyia revenge yetu, mtakuja kulipa watoto wetu mliowaua siku moja. Na bado